kuwa alikuwa kiongozi wa Mungiki na sasa ni mchungaji, basi anakusudia tu kutumia nafasi yake kuzungumzia tu kuhusiana na hali ya sasa ya taifa, na pia vile kuhusiana tu na mkutano wa hadhara ambao atakuwa anaufanya. Lakini ndo tupate tu ndani wa uhalisia mzima, ni kiongozi gani na labda Crusade anayoipanga kuifanya ni ipi na lengo lake kuu ni gani? Kwako Mumbi. Shukran sana Milia. Kumbuka kwamba kaunti ya Nakuru na haswa eneo bunge la Molo limekuwa tu ni eneo ambalo kwa miaka mingi limeweza kuhusishwa tu na ghasia tu za kisiasa. Na hii leo tu kama ambavyo umetaja, nimeweza kuungana na aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu la Mungiki na sasa akiwa ni askofu. Wanasema kuwa mui huwa mwema, ambaye ni Ndora Waruinge. Vile tu nimeweza kuungana na mmoja ambaye aliweza kuongoza vita dhidi ya Wakikuyu au jamii ya Kalenjin kuweza kupiga ambayo ni jamii ya Wakikuyu. Kumbuka vile tu ameandaa Crusade au kipenda mkutano wa hadhara ambapo tu wanapania kuweza kuzungumzia tu amani hapa au uwiano wa jamii tofauti zilizoko hapa eneo bunge la Molo. Na moja kwa moja tu acha tuweze kuungana naye Ndora Waruinge aweze kutueleza zaidi kuhusiana na mkutano huu wa hadhara. Lakini kabla ya hilo, karibu sana kwenye runinga ya K24 Bwana Ndora. Kumbuka kwamba watazamaji wa runinga ya K24 wako wange tu wanatizama wakishangaa Ndora Waruinge alienda wapi, na vile je, ni kweli aliweza kubadilika na sasa ni askofu? Karibu sana. Asante sana watazamaji wote katika ambao ni wa K24 katika mitandaoni pia televisheni, na washukuru sana hata kuunganika pamoja na sisi. Pia nashukuru sana watangazaji kutoka K24 kwa kutupatia nafasi ya kuweza kusema machache kuhusu maeneo haya. Kwanza kabisa, mimi ndiye aliyekuwa kiongozi wa Mungiki, mwanzilishi, na tulianzisha hapa. Mungiki ilianzishwa hapa katika uwanja huu, na ndio kwa maana nimeanzisha safari tena ya kuja. Maana Mungiki ilihusika kwenye mambo mengi yasiyokuwa mazuri, vita vya kikabila hapa katika maeneo ya Molo, maeneo ya Londiani, maeneo ya Eldoret, maeneo ya Urenguruni na Kiringeti. Kote pale tulikuwa na uhasama baadhi ya Wakikuyu na Wakalenjin. Na ndio maana baada ya siku nyingi ya kwenda katika shule kusomea theolojia, kwa sababu nilifanyika mchungaji na nimekuwa katika theolojia, nimesoma, nimefaulu, nimepata shahada zangu zote ambazo nihusika katika theolojia, na kupata hivyo nikaona nina mwito wa kuja kuregesha amani. Maana kutoka wakati ule kulikuwa na vita 92, 207 na miaka ambayo imeendelea, ule uhasama bado umezidi, ulikita mizizi na unaendelea miongoni mwa Wakalenjin na Wakikuyu, na kuna kule kutoaminiana. Na nikaona mimi ndio nilikuwa chanzo cha lile jambo, kisha nikakuja nikatafuta wazee wa Kalenjin ambao pia walikuwa chanzo, na pia wahubiri ambao pia walikuwa chanzo, ambao tuliunganika pamoja katika upande mwingine ambao walichangia sana katika kuleta maasi hayo, na pia wanasiasa. Lakini ila hatukupendelea sana wakati huko na wanasiasa, tuko ni dini, kanisa, Waislamu, Wakristo, dini zote tumewalete pamoja. Ndio siku ya Jumapili hii tutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara katika uwanja huu, ambako hawa waliotenda, Wakikuyu waliofanya maovu na Wakalenjin waliofanya watakuja hapa. Tutaunganika pamoja na wachungaji pia, tuungame dhambi zetu, kisha tumuite Mola aweze kubadilisha ardhi. Kwa maana inasema katika kitabu cha 2 Chronicles 14, watu wangu, Biblia ndivyo inasema, Mungu anasema, watu wangu watakapokuja waungame dhambi zao, watubu dhambi zao, nami nitaponya ardhi yao. Ukiangalia kwa hivi sasa Molo imebadilika. Zamani ilikuwa Molo ilikuwa ni mahali pa chakula, maziwa yalikuwa mingi, watoto wa huku walikuwa wazuri, lakini ukiangalia hali imebadilika kwa sababu ya ile damu iliyomwagwa na Wakalenjin, ile damu iliyomwagwa na Wakikuyu bado inalilia. Genesis mwanzo, Mungu naye akamuuliza Kaini, ndugu yako kwa wapi? Naye akamwambia mimi si mwekaji wa ndugu yangu. Akamwambia damu ya ndugu yako inanililia. Kwa hivyo damu ya Wakalenjin iliyomwagwa hapa inalia, damu ya Wakikuyu iliyomwagwa hapa inalia. Na that is the main problem ambao tuna kwa Kenya mzima. Tuna shida na tatizo kubwa sana kwa sababu kuna umwagikaji mkubwa ulimwagika wa damu. Pia kuna historia fulani ambao tuliifuatilia tukataka kujua ni kwa nini Molo. Maana vita vyote vya kikabila vimeanza Molo. Changamoto zozote zile zimeanza Molo. Kisiasa Molo.
uhasama aina wote ule ni Molo. Nilitafuta sana, nikataka kujua ni kwa nini, na katika theolojia nilifundishwa kuna mambo ambayo yanasababisha, na yale mambo ni madhabahu, na nikapata kujua madhabahu yanasababishwa na majina, na nikatafuta maana ya jina Molo. Ni jina la Kimasai ambalo linamaanisha ugonjwa wa mdomo na miguu, foot and mouth disease. Na kwa hivyo kama umeitanishwa na jina lile na umekaa kwenye ile eneo la ile jina la foot and mouth, means the entire society here is sick, foot and mouth, kwa sababu maneno yetu ndio yanachangia vita kutoka kwa vinywa vyetu, miguu yetu ndio inatupeleka tukarushe mishale. Labda tukiweza kumalizia, wacha tuweze pia kuungana tu na mmoja ambaye aliweza kuongoza vita vya Wakalenjin au jamii ya Wakalenjin dhidi ya Wakikuyu ambaye ni Sylvester Koril. Tukiweza tu kumalizia tu kwa dakika moja, tueleze labda kwa nini umeona kuna haja ya kuweza kufanya uwiano baadhi ya kati ya jamii ambazo zinaishi hapa. Karibu sana. Nasikitika mtangazaji, sikuongoza vita bali nilikuwa chief wakati huo, nilikuwa nikileta amani. Wakati huo vijana walikuwa wamechanganyikiwa, vijana walikuwa wanakula mori, vijana walikuwa wepesi katika kukimbilia mambo ya vita. Kwa hivyo nilikuwa nikijaribu kuleta amani na wazee wa sehemu za kwangu huko, sehemu za Kamara, lakini vijana walikuwa wanakula mori sana, walikuwa wanapendelea sana mambo ya kupigana. Lakini wakati huo shetani alikuwa ameshuka katika eneo hili, alafu Wakikuyu na Wakalenjin wakawa wanapigana. Vijana walipokuwa wakishauriwa ya kwamba acheni vita, lakini hawakuwa wanasikia. Lakini kwa leo hii mtumishi huyu wa Mungu alipokuja sehemu za kwetu huko, akiwa amekuwa tayari katika kutuunganisha kwa pamoja, mimi na wazee wa sehemu ya kwetu huko tulionea la kwamba tujumuike kwa pamoja ili tupate kutakasa hii sehemu yetu katika maombi. Mungu atakase sehemu hii. Hebu tizama wakati huu, upande wa biashara, upande wa kilimo, upande wa mambo mengi ya maendeleo imeshuka sana, si kama wakati ule. Hebu ona upande wa Sechangwan, mambo ya ajali ambayo ilitokea katika mwaka ambao na sautu majuzi, watu karibu 200 wakafa, wakazikwa pale kando ya barabarani. Hebu tizama upande wa Londiani, junction ya Londiani, watu wakafa zaidi ya 50. Hebu uona katika sehemu ya Molo, watu wamekufa kwa ajili ya ajali. Hii ni kwa sababu labda ni mapigo ambayo tunapigwa na Mungu kwa ajili ya kwamba tumepotea kidogo. Kwa hivyo mimi nilikuwa baadhi ya wale ambao walikuwa wanaleta amani, japo kwamba vijana walikuwa wasikii, vijana walikuwa wanakula mori katika kufanya vita. Kwa hivyo nashukuru sana. Haya, shukran sana tu, tutakuwa tukiungana nao zaidi kuweza kujua tu ni kwa nini Ndora Waruinge aliamua kuchukua hatua tu ya kuweza kubadili mwenendo au mienendo yake. Kumbuka kwamba wanasema watakuwa na mkutano wa hadhara ama ikiwa ni Crusade ambayo italeta uwiano, wakiweza kuzungumzia amani katika jamii ambazo zinaishi hapa eneo bunge la Molo. Lakini kwa sasa wacha nirudishe usukani kwako Milia. Jina langu ni Mombi wa Mbogo kutoka maeneo ya Molo hapa kaunti ya Nakuru.